Katika mtaa wa kujidai uliopo Mwangaza, kulikuwa na sehemu ambayo watu waliogopa kupita usiku. Sehemu hiyo iliitwa Kijanaji, kona yenye nyumba ya zamani iliyotelekezwa kwa miaka mingi. Wazee wa mtaa walisema usiku kulikuwa na sauti zisizo za binadamu, lakini hakuna aliyewahi kuthibitisha mpaka ilipotokea tukio lililogeuza mtaa mzima kuwa na hofu ya kudumu. Siku moja, vijana watatu, Kaumbi, Kada na Chiba, walibetiana kwamba wangeenda Kijanaji usiku wa manane. Walijifanya mashujaa, wakicheka na kupiga stori. Digala aliwaonya sana, lakini walikataa kusikiliza. Saa 6 kamili usiku, walifika pale, wakiwa na tochi ndogo na simu zilizojaa mwanga hafifu. Mara tu walipofika kwenye nyumba ile ya zamani, upepo mkali ulivuma kana kwamba uliwakaribisha. Mlango ulijifungua wenyewe kwa mlio wa kusikitisha kama mtu analia. Ndani kulikuwa na vumbi nyingi na harufu ya kitu kilichooza. Walipoangaza tochi ukutani, waliona maandishi ya damu yaliyosema, "Usirudi ukitoka hapa." Kaumbi alitaka kucheka, lakini sauti yake ikakatika waliposikia mlio wa hatua juu ya dari. Mtu mzito, lakini akitembea polepole, hatua moja juu ya nyingine. Wote wakanyamaza. Kada alitaka watoke, lakini mlango ukajifunga ghafla kana kwamba kuna mtu aliufunga kwa nguvu kutoka nje. Ghafla sauti ya mwanamke ilisikika nyuma yao ikinong'ona, "Hamkutakiwa kuja hapa." Walipoangaza tochi, hawakuona mtu yeyote, lakini kivuli cha mwanamke mrefu kilipitwa haraka ukutani kama upepo uliona umbo la mwanadamu. Chiba alianguka chini kwa hofu. Tochi ya Kaumbi ikazima. Kizaazaa kilianza, giza nene, sauti za ajabu na pumzi ya utunde walioisikia. Kati ya giza lile walihisi mikono baridi sana ikiwagusa shingoni, kama mikono ya mtu aliyekufa zamani. Kisha ikasikika sauti ya mtoto akicheka, lakini cheko lile halikuwa cha kawaida. Lilikuwa la kutisha, kavu na refu kupita kawaida. Cheko lilizunguka chumba kizima, likizidi kusogea karibu hadi likawa kama lipo kwenye masikio yao. Vijana walipiga kelele, wakagonga mlango, wakajaribu kutoroka, lakini hakuna aliyejibu. Ghafla mlango ukafunguka wenyewe. Wakitetemeka walikimbia kwa nguvu walizoweza. Walipofika barabarani, mwanga wa taa za barabarani uliwarudisha kwenye hali yao. Lakini walipogeuka kuangalia walikotoka, nyumba ile haikuwepo tena. Ni kama hawajawahi kuingia popote, kama walikuwa katika ndoto ya kuzimu. Lakini walipoangalia mikononi mwao, wote walikuwa wameshika karatasi moja iliyoandikwa kwa damu, "Mlirudi leo, lakini usiku mwingine hakuna atakayetoka." Tangu siku hiyo, hakuna mtu wa mtaa wa kujidai anayepita karibu na Kijanaji usiku. Na hadi leo, wanasema usiku wa manane bado husikika cheko cha mtoto na kivuli cha mwanamke mrefu kikitembea ukutani, kama bado anawatafuta waliotoroka.